Okay, asante sana kwa jioni ya leo. Napata fursa kuongea na mzazi wangu kwa jioni ya leo. Kwa majina naitwa Pizara Theodore. Nataka tuzungumze kidogo na mzee wangu. Karibu sana. Asante, nashukuru sana mtu wa Mungu, nashukuru kabisa kunipa nafasi hii ya kuzungumza nawe na kuzungumza maneno fulani kwa ajili ya Mungu. Basi ubarikiwe sana, niko karibu. Na kwa majina naitwa mtumishi wa Mungu Pastor Alain. Karibu kwa maulizo fulani ambazo unaweza kuwa nazo kwa ajili ya majibu. Tutakuwa hapo kwa ajili ya kuleta ulizo na majibu. Karibu. Asante sana, bila kukawia. Ina majibu, kuna swali mbili hapa. La kwanza naweza kuuliza mzee wangu, nikiangalia kwa kisi watu wanalemewa sana. Kwa nini makanisa mengi wala maministeri lakini hakuna msaada kwa faida lake, wala watumishi wa Mungu wengi wanajipeleka aje? Kama wewe mzazi unaweza kunambia kwa nini makanisa mengi hawasaidii watu? Asante sana. Ninashukuru sana. Acha niseme leo tunakutana na makanisa mengi, dhehebu mengi sana zinajaa sehemu yote, ndani ya makata, ndani ya mavile, ndani ya mainchi mbalimbali, ndani ya dunia kuna makanisa mengi, lakini kwa sasa tunapoangalia watu wengi wanateseka sana. Hata wale ambao katika ndani ya makanisa wanateseka sana, na walio nje ya makanisa wanateseka sana. Donc mateso ya watu ni mengi sana. Ndio maana Kristo akasema Mathayo, aseme njoni nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo mizito nipate kuwapumzisha. Lakini sasa kwa leo sio hivyo. Makanisa ni mengi mno, lakini nguvu za Mungu hazionekani ndani. Ukiangalia shida ya kwanza nimegundua makanisa ni mengi, lakini yote hayako katika msimamo ya Mungu. Makanisa ni mengi, yote hayako katika fondement ya Mungu. Makanisa ni mengi, hayako katika mwelekeo na mwongozo ya Mungu. Hiyo ni tatizo la kwanza ambayo inafanya hata mbingu isipate kuzilika katika sehemu hiyo kusaidia watu wake. Maana ikiitwa kanisa ni sehemu Mungu anasema ni sehemu ya makutanio na taifa langu. Kama unaitwa kanisa, ni wewe kama vile kama Roho Mtakatifu, na kanisa kama jengo ni sehemu mbingu inaandaa kukutana na taifa lake, kama vile msaada, kuzungumza nao. Kama jinsi Mungu alipatia Musa mchoro, akamwambia Musa, nenda ukanitengenezee hema la kusanyiko ambalo litakuwa na kusanyiko, litakuwa na kutangania eko na taifa la Israeli ambao ni taifa langu. Ukiangalia Musa wakati alipojenga hivyo, automatic mbingu, Kristo yeye peke yake ambaye ni Mungu alishuka. Alikuwa akitaka ongea na Israeli, anashuka ndani ya hema la kusanyiko, anaongea nao, anawasaidia. Lakini ukiangalia Daudi wakati anaambia Mungu ya kwamba nitakujengea hekalu, Mungu akasema hautanijengea hekalu. Akasema wewe usijengee hekalu. Sababu gani? Nimeona mikono yako imejaa damu. Malgré uko shujaa, malgré unatumika, malgré uko na karama, malgré uko na esprit royal, lakini hawezi kunijengea hekalu. Lakini leo sasa ukitazama, ni wengi wanajenga hekalu la Mungu, lakini hawana mchoro ya Mungu. Wengi wanajenga hekalu, lakini hawakuruhusiwa na Mungu. Wengi wanajenga hekalu la Mungu, kanisa la Mungu, lakini Mungu amewakataa sawa na matendo na tabia zao. Lakini wanashindwa kuacha, sababu ndani yao wanaona masifa na wanatafuta faida yao ya kupata cha sadaka, ya kuitwa majina. Wengi ukitizama wapoti ndani ya dunia kwa sasa, wengi si wengi Mungu amewapatia mission ya kufungua makanisa, lakini wengi wamefanya sababu wamesikia fulani amefanya kazi, sababu wametoka ndani ya kanisa, wamebomoa kanisa wakaanza kujenga ya kwao, sawa na vita mbalimbali inayoonekana ndani ya makanisa.
Kuna wengine wametoa kwenda kufungua makanisa sababu sehemu walikuwa walipata pesa wakakosa jinsi ya kugabua vizuri automatic, na akasema hivi wewe umepata hizi pesa kwa ajili ya nguvu zangu na mimi natoka sasa nini nijenge yangu hekalu. Amejiita apotre kwa kuona faida ya pesa, lakini si kwa faida ya nguvu za Mungu, lakini si kwa faida ya kusaidia watoto wa Mungu. Ametoka sababu ya kwenda tafuta faida yake mwenyewe, apate pesa, apate mali, apate wazungu, apate sponsor, apate sadaka, chakumi, apate heshima. Hiyo yote. Kuna wengine wamejiita waapotre, lakini ukitizama matendo na kazi ya kiapotre hawaifanani na hawawezi kabisa kama vile mitume. Comportement yao, hali yao haionyeshi kama ni mitume. Comportement yao haionyeshi kama wanastahili kufungua hekalu kanisa. Tabia zao haziwaruhusu kabisa kufungua hekalu la Mungu. Mungu akamwambia Gedeon ya kwamba Waamuzi sura 6 ya kwamba Gedeon, nimekuita kuwa shujaa na wewe ni shujaa, nataka uende upigane vita na Wamidiani, uende uokoe taifa la Israeli. Na sisi kama watumishi wa Mungu, Mungu ametuita kwenda kukomboa taifa lake kupitia neno la Mungu, kupitia maombi. Yale yote Mungu ametutengenezea njia. Kwa sababu gani? Ya kwenda kufungua taifa lake. Lakini leo hatuendi kufungua taifa la watu la Mungu, tunaenda kutafuta faida zetu wenyewe. Ni wengi sana wamejenga makanisa, wameenda kutafuta faida zao wenyewe. Ukiangalia pourcentage haikosi 80 combien de pourcent, wengi wamefungua makanisa kwa sababu ya faida zao wenyewe na kupata ile ambacho wanachokihitaji. Lakini si Mungu. Ukitizama vizuri kabisa, Gedeon Mungu anamwambia kabla ya kwenda kupambana vita, kwenda kuokoa taifa langu, kitu cha kwanza nataka kwanza unibomolee madhabahu iliyojengwa juu yako. Utakapomaliza kubomoa ile madhabahu, baadaye unijengee ingine madhabahu. Ukinijengea hiyo madhabahu kupitia sadaka, utaita hiyo sehemu, utaita Jehova Shalom, ambaye ni Mungu ni amani. Baadaye kisha utaenda kupambana vita. Lakini kwanza ubomoe madhabahu iliyojengwa na babu zako, ambao ukienda pambana na ile madhabahu hautaweza. Lakini leo sasa watumishi wa Mungu hawaitiki kubomoa madhabahu za ukoo ya kwao, wamepandia ndani ya madhabahu ya ukoo ya kwao, na hiyo imekuwa shida. Wameshindwa kupandia kumsingi wa Kristo, ambaye Kristo amesema yeye ni msingi iliyojengwa na hakuna mtu yeyote atajenga msingi juu ya ile msingi, lakini kila mmoja atajenga hapo sawasawa na uwezo ya kwake. Lakini leo tumepanda na misingi ya kwetu. Daudi akasema misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Kama misingi ya kwetu imekufa, sisi tutafanya nini tusipoibomoa na kuitengenezea tena msingi na madhabahu mazuri? Hiyo yote ni mwanzo ya chanzo ya watu kutofaidika nguvu za Mungu ndani ya hekalu ambalo tunaona hekalu. Tukiona hekalu kwenye akili zetu tunajua tunaenda kuona Mungu, lakini kwa leo sio hivyo. Tukiona hekalu tunaenda kuona watu waliojirevoltea wakafanya vyao, tunaenda kuona watu wanajitafutia maarifa wakaenda kujisaidia, tunaenda kuona wa Simoni mchawi ambao walitatiza Samaria kwa miujiza. Kumbe miujiza ilikuwa ya maarifa ya kichawi. Lakini wakati Simoni mchawi alipoona mitume wanajaza roho Mungu, wanaombea watu pale pale, akasema anataka kununulia roho. Kumbe roho Mungu wa zake. Lakini leo tatizo, hekalu mengi imetumikisha roho ambaye walionunua kwa wafumu, waenda kata namba kwa shetani, na hiyo ni shida, ni tatizo sana tena sana. Wakati Daudi Mungu anamkatalia, wengi Mungu amewakatalia, lakini wametia masikio magumu. Wengi Mungu hakuita watu wote kufungua makanisa, lakini watu wote wengi, akikuwa tumtumishi, akianza panda viwango, akiwa nabii, akiwa mchungaji, automatic anaenda kufungua ya kanisa, lakini sio ndani ya mchoro wa Mungu, lakini matendo yake anaifichika, lakini anaenda kufungua kazi ya Mungu. Na hiyo ni chanzo tumejikuta ndani ya mahekalu. Hizo mahekalu sio za Mungu, ni hekalu za watu waliojenga, ni hekalu za watu waliotengeneza wenyewe kwa faida zao wenyewe, si kwa faida ya Mungu, si kwa faida ya kukutana na Mungu. Lakini wamefanya hizo madhabahu kwa faida zao wenyewe. Kuna wengine walifanya madhabahu sababu walikutana na wazungu,
Mtu anamwambia nenda kalifungue kanisa, nimekuja kukusaidia. Anaenda kufungua kanisa kwa ordonance ya mzungu, si kwa ordonance ya Mungu. Na hiyo ni matatizo, na ni hekalu mengi ziko hapa. Wamefungua makanisa sababu ya pesa, ya sponsor ambaye alikutana naye. Na hiyo yote Mungu hawezi kuonekana ndani. Mambo ya Mungu hayapiti kwa decision ya wanadamu. Mambo ya Mungu yanatoka katika uwezo wa Roho Mtakatifu. Mungu anapaswa kuongea na wewe, na ni hapo chance ya kuonesha kama hakika Mungu amekutuma ndani ya kazi. Lakini wewe umefanya kazi, wamefungua hekalu, wamepata pesa kwa watu, wamepata wasponsora kuwasaidia, na hiyo ni chanzo Mungu. Na hiyo ndio maana watu wengi wako ndani ya kanisa lakini hawapumzike, lakini wanazidi kufungwa sana, sababu wako ndani ya makanisa ambazo Mungu akuweka hapo muhuri. Mungu akutuma huyo mtu kwa kufungua kanisa. Salomo alipojenga hekalu, Daudi akamwambia Mungu, basi nitaanza kutengeneza mawe, lakini Salomo ni yeye ndiye amejengea Mungu hekalu. Baada ya kumaliza kujenga hekalu, maandiko yanasema Salomo akapiga magoti, akatoa sadaka, akaomba, akasema hivi: Mungu, kila mtu yoyote ambaye atakayeingia hapa kwenye hii madhabahu, akikuwa anachoka, akikuwa analemewa, apate kupumzika. Akiwa na shida, akiwa na matatizo, akiwa na mahitaji, ajibilike. Pia na rehema zako zipate kuonekana hapa. Tena baada ya hapo, yote yule atatoka mbali, atatoka sehemu ya mbali, akifika kwenye hii madhabahu automatic apate kupumzika. Lakini leo hii ni maombi ya Solomon. Amejenga hekalu, Mungu amempatia mission ya ahadi ya baba yake, akaomba maombi kama haya. Lakini leo maombi ya kuanza kanisa hatuyajui wale watumishi wanaitoka wapi, na tujui maneno ya makubaliano wameomba Mungu na miungu ambao aliwatuma kufanya hiyo madhabahu. Leo shetani ametuma watumishi wa kwake, sababu ukiangalia maandiko yanasema wa Korintho ya kwamba wa malaika wa giza wanajigeuza kwa malaika wa nuru. Na hayo yote ni kambi ya shetani kutaka kututeka mapema, kututeka nyara. Mungu ameona watu wake na anawajua. Lakini wa malaika wa nuru wa giza wamejigeuza malaika wa nuru. Leo ninakwambia ni wa malaika wa nuru wamekuwa wachache sana kuliko malaika wa giza, na wamejivalisha mavazi wa malaika wa nuru. Na ni wale wengi wana majina hapa kwa dunia, ni wengi wanajaa na watu wengi hivyo, lakini wako wanawapeleka kuzimu. Wale unajiita wanabii wakubwa, wako ni mitandao, wako na makanisa, matelevision, maviti ya kifahari, wanakuja saa 4, saa 5, saa ya kuhubiri ndio wanaingia ndani ya kanisa. Hiyo yote haionyeshi kama wana Mungu. Lakini Mungu anapokufunulia siri, takutana ni wale ambao walijigeuza malaika wa nuru, wakakuwa malaika wa giza, wakakuwa malaika wa nuru. Sababu ni wengi sana. Shetani aliona amekosa namna, alipotuchunga kule kwa wafumu akatukosa. Maana zamani alitukamata, tulikuwa watu wa kugusa majani, tulikuwa watu wake, tulikuwa na abudu mizimu, tulikuwa watu wake. Wababu zetu walimtumikia, na sisi tukazalika ndani ya hayo maagano. Shetani akasema ili nimekosa watu huku kwa mfumo, hata niwapate sasa, niwapate kule kukanisa. Nao nina mtu mwambaye najua ni apote hapa Burundi, wanamheshimu sana. Lakini sehemu ilipotoka hapo Kongo, sisi tunamjua kama mfumu, na alisaidia watu kama mfumu katika mji huu wa Kongo. Lakini alipofika hapa automatic ni apote mkubwa, ni bishop mkubwa, mimi namjua. Ndio maana nakwambia sio hekalu lote la Mungu tunaloliona hapa ndilo Mungu iko ndani. Na shetani naye ana makao yake, anakaa ndani ya hekalu tunaloona. Tusioni ufahari wa hekalu, tusioni ufahari wa unabii, tusioni ufahari ya miujiza, tusiogopi na hayo. Lakini mambo ambayo itakayotufanya hakika tuamini kweli kama hapa pana Mungu ni kutokana na ila mtu Mkristo. Uwe nani, ombea sehemu unataka kwenda kuombea. Omba Mungu
wafunulie, eske mtu anayeongoza sehemu hiyo si malaika wa giza wala ni malaika wa nuru? Eske sio Simoni mchawi ama ni mitume wako? Ni lazima kuuliza hayo swali kabla ya kwenda kanisa wala kwenda kuna mtumishi wote. Mtumishi kuwa na jina si kusema kama ana Mungu. Mtumishi kujulikana si kusema kama ana Mungu. Mtumishi kwenda kupana injili miji mbalimbali si kusema ana Mungu. Anaweza kuwa ni malaika wa giza lakini amejigeuza malaika wa nuru na watu wakamwamini kwa macho ya nyama, lakini ulimwengu ya roho mbingu imhesabu na hakuna kazi inaimpacte roho wa Mungu kupitia kazi wako wanafanya. Lakini madhabahu mengi leo zimefungwa. Madhabahu ambazo zimekuja Simoni zilianza vizuri, lakini baada ya hapo mbele wakazibadilisha zikakuwa madhabahu za giza. Leo madhabahu mengi kuna jaa manyoka, madhabahu mengi kuna jaa maarifa, madhabahu mengi inatoa makafara, madhabahu mengi inakamata nyota za watu, madhabahu mengi inakamata baraka za watu, madhabahu mengi inabadilisha mwelekeo ya mwanadamu pamoja na Mungu, inamtoa mbali na mtenga na Mungu. Leo madhabahu mengi inatenga watu taifa la Mungu, inawatonga mbali na Mungu, inawasogeza na shetani. Ndio maana ukiangalia mtu iko na shida akienda mwekali, shida zinaanza tena zaidi na zinaongezeka zaidi. Yote ni dalili ya kukuonesha kwamba hapo hapana Mungu. Sehemu Mungu iko kila muda, Mungu anapumzisha mateso na maumivu ya mwanadamu, analeta faraja na furaha. Unapokuwa sehemu Mungu iko, lazima upumzike. Maandiko yanasema ya kwamba aseme njoni nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo mzito na mtapumzika. Lakini leo ndani ya mahekalu hakuna kupumzika, lakini ni mwanzo ya matatizo. Makanisa mengi inabomoa nyumba ya watu. Leo madivorce iko mingi, pourcentage ya madivorce zinaanzia kwa makanisa. Wengine wanafanya makanisa madhabahu, lakini kazi ya hiyo madhabahu inafanya divorce kwa ndoa za watu, inaiba wengine pesa, inanyang'anya baraka za watu, inaiba nyota za watu kuzimu, inabadilisha dalili za watu, inaingiza magonjwa ndani ya miili za watu, inafunga tumbo za wanawake. Ni madhabahu. Haleluya. Amen. Hiyo yote watu ikiwa watajua kama nyakati tuko tunaishi si nyakati ya kukimbilia kila madhabahu, kama ni nyakati ambayo ni ya kuomba kujua kila mtu ambaye anayekuongoza, itakusaidia siku moja Mungu apate kupumzisha. Lakini leo shida zote ziko ndani ya kanisa. Sehemu ya kuponea ndio sehemu kunajaa shida. Ni wengi niko napokea wengi sana wanatoka kwenye makanisa makubwa, kwenye wanabii wakubwa, lakini wanapofika sehemu tulipo wanapumzika. Kupitia nini? Kupitia matumikio tunayotumika ndani. Lakini wengine unapoenda kwao, kitu ya kwanza wape pesa. Wanakupatia pia peye, wanakupatia papi, uli ndio uingie upate service ya kanisa. Haleluya. Amen. Service ya kanisa iko bure. Golgotha tulipewa bure. Tupane bure. Damu ya Yesu tulipewa bure kutoka mbinguni. Na huduma tuliopewa ni kwa bure. Wengine wanafungua makanisa kwa sababu ya faida zao. Wengine walianza makanisa wako wawili. Baadaye mmoja alikuwa mkubwa. Ikawezekana pesa zikaanza ingia makanisa. Finance zikaingia. Mwisho huyo wa chini akisaidia kwa hiyo finance personal. Anasema kumbe kanisa inaingiza pesa. Wengine walijua kanisa inaingiza pesa wakaenda kufungua nao makanisa. Sio kusema wanatafuta Mungu asaidie watu. Wengine akianza tabiri. Ukianza tabiri kwa na nabii ndani ya hekalu, akianza tabiri, ukimwima shukrani, aenda fungua madhabahu. Anasema hii sadaka na chakula anaichukua ni mimi. Mimi natabiri naombea watu. Yeye atakula namna gani? Aenda fungua yake madhabahu. Sio Mungu ndiye amemtuma. Na Mungu hawezi kuwa pamoja naye. Mungu ni Mungu mwenye anatembea kwa dhati. Watu wanachoka. Ndio maana napenda niambie watu. Mimi si waiti wakuje kwa. Lakini kila mmoja sehemu anapopatikana ajitengeneze vizuri. Aombe Mungu. Aulize Mungu sehemu gani ataenda kutafutia.
sehemu gani ataenda kumtafutia? Maana kanisa mengi zimekufa, kanisa mengi zimekufa, ministeri mengi zimekufa, watumishi wengi waitwao wanabii wamekufa. Haleluya, Amen. Sababu hawapewi mchoro ya Mungu ya kanisa. Mungu hakuwapa mchoro ya kuanza kanisa, hakuwapa mchoro ya maagano wa kuanza kanisa. Wengine walianza wakashindwa, wakaenda kuzimu kuchukua dawa, wakaendelea wakapanda na viwango vingine, sio viwango vya Mungu. Ndio maana watu wengi wanachoka ndani ya kanisa, wanachoka, wajua wataenda wapi. Wako msemo mmoja, wamefungwa kupitia na matatizo zao, wamefungwa zaidi ya matatizo zao, wameshindwa wapi watapata msaada, wameshinda wapi wataenda egemea. Watumishi wengi leo, zamani tulijua kama tukienda mkanisa tunaenda pona, lakini tukienda mkanisa leo tunaenda kufa, tukienda mkanisa leo tunaenda umia, tukienda mkanisa leo tunaenda anza majaribu. Tukienda mkanisa tujue kama mambo yetu yana. Kuna wengine watumishi, wengine wajakazi ni wachawi. Unapoenda kwao, kitu ya kwanza wanakubeba vyako vyote, baadaye wanaenda kufariji. Sasa vumilia. Na wengine wajakazi wanafanya wahitaji wao wa baba, wanatabiri ya kwamba wewe Mungu anasema huko mume wangu, wewe ndio Mungu amenipatia. Kisha anakatala mwenye Mungu alimpatia. Tunatumikia nani? Hao sio watu wa shetani. Sasa hao ndio wamejifanya malaika wa nuru, lakini malaika wa giza, lakini watu hawajui. Hao watu wanatembea na mvuto mkubwa sana. Wanachochoka na mvuto wa ajabu, watu kuwapenda, watu kuwaamini, watu kuwatetea. Hao watu wa malaika wa giza. Na wanabeba nongo ya mingi sana. Wanachukua watu wengi sana. Lakini maandiko yanasema ya kwamba njoni nyote, kila mtu aende kwa Yesu. Hawakusema mtumishi. Ndio. Walisema njoni nyinyi wote, kila mtu apige magoti. Aseme unapoomba, ingia ndani ya chumba chako cha ndani cha siri. Ndio. Uzungumze na Mungu Baba yako kwa siri, naye atakujibu kwa siri. Ndio. Lakini leo wametuvutia. Shetani amekuja. Wafumu leo ni wachungaji. Wafumu leo ni wanabii wakuu. Wafumu leo ni mitume. Hiyo ni kweli. Ni mitume, wanavaa mavazi ya maajabu, pafe za ajabu. Watu wanatishika, wanaogopa. Lakini ukichunguza, sema wametoka, walikuwa wafumu sehemu nyingine. Walipofika sehemu nyingine wakajifanya watumishi. Ile mizimu walitumika nayo kwa kifumu, ni hayo inawatumisha katika utumishi wa Mungu. Na hiyo yote ni baraka kwetu watoto wa Mungu. Maana imbwa mwitu ameingia. Imbwa mwitu ameingia. Shetani ametuma waagent wake ndani ya kanisa kukuja kutuharibu, kukuja kutuharibisha, kukuja kutupeleka kuzimu. Na hiyo ni shida sana juu ya madhabahu. Sana. Juu ya madhabahu. Sana. Madhabahu ni kitu kikubwa. Madhabahu ina siri ya mtu peke yake ambaye ameijenga. Madhabahu haina siri ya watu wawili. Kama Mungu ataita mtu mmoja ampatie madhabahu. Akaambia Noa siri zote, akaambia Noa. Noa alianza jenga, alikuwa na siri yake ya safina. Yeye mwenyewe. Salomon alikuwa na siri yake yeye mwenyewe. Kuambia Mungu, kumlilia Mungu. Siri ya madhabahu ni ya mtu ambaye alianzisha. Madhabahu ilijengwa. Unakutana madhabahu imejengwa. Anayekuwa na siri ya madhabahu hiyo ni mtu ambaye alianzisha. Ni mtu ambaye anapatana, kama ni kuzimu anajua, kama ni Mungu anajua. Lakini ninaleta tahadhari. Ndio maana Yesu akasema wengi watakuja kwa jina langu, watafanya miujiza, watatabiri, lakini sio wao. Wakiwaambia niko kule, msiende. Msiende. Amen. Madhabahu inakuwa fasi ya kufanyia kopeki, kufanyia microfinance kanisa, kuku madhabahu. Madhabahu ya Mungu ina makondition za kwake, lakini leo madhabahu mengi hazijui condition hizo.
yoyote ni kuonesha nini? Ni kuonesha esheke kubwa ndani ya mambo ya kiroho. Mambo ya kiroho, faida imepunguka, na ni watu wengi wanapumzika ndani ya makanisa. Makanisa imekuwa fasi ya kufanyia usherati, imekuwa fasi ya kuiba, imekuwa fasi ya kuharibisha ndoa za watu, imekuwa fasi ya usherati, imekuwa fasi ya kuiba, ya kunyonya watu pesa, imekuwa fasi ya kuletea watu maumivu. Fasi ya kanisa imekuwa fasi ya ajabu, fasi ya kuogopa, na wengine wanaogopa kuingia ndani ya makanisa sababu ya vituko vinavyofanyika ndani ya kanisa, ambao walioianzisha wanajana vituko vingi, ndio wanajana na vitu vingi vya ajabu sana ambavyo vinaleta uoga hata kwetu, hata kwa watu wengine. Unajiuliza, tukienda pale tutasaidiwa namna gani? Walio pale kwanza hawasaidiwi, tutasaidiwa namna gani? Na kuingia ndani ya madhabahu atujue tutatoka namna gani. Tumefungwa, tumewekwa kraka pasipo kujua. Maana naambia kila mtu ya kwamba sehemu yote utakapoachana na nabii, wiki moja amuonani nao, ombea. Maana mwanadamu ni mwanadamu, ageuka kila wakati na nyakati. Shetani anatafuta watumishi ambao watatumika nao, anawapa pesa, anawapa heshima, anapatia makanisa chata, jengo nzuri. Wazungu wamekuja katika kontra ya kuzimu ya kusapoti makanisa. Imekia kusapoti madhabahu iliyojengwa na Mungu. Wamekia kusapoti, wamebadilisha mwelekeo ya madhabahu ya Mungu. Wamejenga madhabahu ya kwao juu ya pesa. Ndio maana naambia kwa watu, kuna sehemu watu wako kuu, Mungu yupo ndani, lakini wao na hawaamini. Wanadhani walio wengi, walio mainstream ndio Mungu yupo. Lakini leo Mungu hayupo. Mungu anasema 2 watatu kwa ajili ya jina lako, na mimi niko katikati yao. Tukiwa 2 watatu ambao tuko vizuri, tunaamini kama Kristo naye yuko 4 katikati yetu. Lakini watu wa Mungu wanateseka, wanakufa, wanakosa nafasi ya kupumzika. Wakienda hapa hii hekalu na vituko yake, wakienda hii kanisa na vituko yake, wakifika hapa hii na vituko yake, kila watu wanafanya kwa faida yao wenyewe. Ndio maana Salomon akapiga magoti akamwambia Mungu, kila wote mwenye atafika hapa akiingia apumzike, mwenye atakia na shida zake akifika apumzike. Amen. Amen. Maandiko yanasema Mungu akamjibia Mambo ya Nyakati wa Pili, akamwambia, hii sehemu nimeichagua, hii sehemu nimeitakasa, macho yangu imefunga kwenye hii sehemu na masikio yangu yamefunga kwenye hii sehemu. Kila wote mwataingia humu nitamtazama, nitamsikia, nitamrehemu, nitamsaidia. Lakini leo watu wakienda wanafungwa, madawa iko mingi ndani ya madhabahu, maarifa iko mingi ndani ya madhabahu. Tunataka watu wengi wajae mkanisa, lakini sio Mungu. Mungu ndiye analetaka watu. Leta madawa na mtoa Mungu kabisa. Mungu achanganiki na kitu chochote. Mungu ni mtakatifu. Hana kitu kingine kia pembeni cha kuzungurukia ndani utafute Mungu. Mungu ni katika utakatifu wako, katika maisha yako mazuri, katika kumogopa Mungu, katika kumpenda Mungu, katika kumtafuta Mungu, katika kumjali Mungu. Ni hapo automatic utamkuta Mungu. Lakini leo makanisa mengi, madhabahu mengi zimekufa. Na wengi wamefungua makanisa. Mungu hayuko ndani. Mungu hakuwa tu, ni mengi sana hapa duniani. Ni wengi shetani ametuma nao kufungua makanisa. Wanakuja na vitu vifaa vya kifahari, vya ajabu, lakini Mungu hayuko ndani. Hayuko ndani kabisa. Na watu wanateseka. Wamekuwa Simoni mchawi, wanafanya miujiza, miracle ya ajabu, lakini sio mambo ya Mungu. Niyo tatizo. Unaona makanisa mengi haipumzishi roho za watu, haipumzishi za watu. Tatizo inaongeza tatizo za watu. Ndio ni magumu ya kwanza ambayo tunaona ndani ya kiroho. Ndio maana kila Mkristo wote achunguze, atengeneze maisha yake, ajitume, aombe Mungu kabisa katika viwango ambavyo atajisikia yuko karibu na Mungu. Amzungumzie mwenyewe, amwambie, mwanangu, hii sehemu na Mungu. Hata kunapoabudia, uliza Mungu, eske Mungu uko hapa hii sehemu? Eske hii sehemu wewe ndio upo wala huko mtu mwingine? Kama Mungu haiko, maana shetani iko. Kama roho wa Mungu haiko, mapepo iko hiyo sehemu.
Kafara ziko hiyo sehemu. Sasa inabidi kila mtu katika kiti anachoishi, katika sehemu anapoabudu, katika sehemu anapotumikia Mungu, aende aombe Mungu, aulize Mungu. Uko pale wengine wanaabudu miungu bila kujua. Wanasema wengine ndio wanaabudu miungu, lakini wao wanaabudu miungu katika ndani ya hekalu. Maana tumeingiza miungu ndani ya hekalu katika wale waliozisha madhabahu pasipo sikujua. Tumeabudu nyoka, tumeabudu mnyama bila kujua. Lakini anayejua siri ni yule aliyeanzisha. Baadaye tunamlaumu Mungu. Lakini tukuombea sehemu tunaenda kuabudu. Ndio. Mungu ni Mungu ambaye anapenda watu wote na anataka kila mmoja asaidie. Watu wanafungwa, watu wanateseka, lakini madhabahu zingine nazo zinafungwa, ndio zinateseka na anasaidia mwenzake. Watumishi wengi wanafungwa na anasaidia mwenzake. Nani saidia? Hakuna. Tuliwazia hivi makanisa iko mingi. Tulitaka kukimbiza nguvu ya shetani ndani ya dunia, lakini makanisa zimeongeza matumikizi ya shetani na kumpatia shetani nafasi ya kutumika kwa nguvu zake. Haleluya. Amen. Mungu ni Mungu wetu, ni wa kila mtu wote. Lakini leo kuna zingine makanisa hawezi ingia ndani. Hawapona maisha wanaishi. Hawapona situation financière huko ndani. Hawezi ingia ndani. Ukifika wewe peke unajiona wewe. Makanisa zingine inakuwa ni concurrence. Ndio. Concurrence. Makanisa zingine zinakuwa kupinzana. Lakini hawamtafuti tena. Inakuwa kuangalia fulani alivaje. Fulani alibadilisha je. Fulani alitoa je. Alikontribute ngapi? Huyo kontribute, wewe unakontribute. Kazi ya Mungu. Unaima Mungu nafasi ya roho za watu kumtumikia Mungu. Kama kanisa ziko ni juu ya kukutanana na Mungu na watu kukutana na Mungu, kusaidiwa na Mungu. Hiyo ni shida kubwa ambayo tunapitia kwa sasa, imekuwa magumu na zito kabisa. Sijui kama kwa hapo umesikia ama kama ndio umesikia, umeelewa.